Katikati ya kijiji kidogo chenye nyumba za udongo na mapaa ya nyasi, usiku ukishuka kwa utulivu, msichana mmoja wa miaka 15 aliketi sakafuni juu ya mkeka wa zamani, akiwa amezingirwa na ukimya wa matumaini. Macho yake ya joto yalitazama vitabu vya zamani vilivyopigwa na upepo wa muda, lakini vilivyojaa maarifa. Mwanga wa taa ya mafuta ulikuwa hafifu, lakini ndani ya moyo wake kuling'aa ndoto isiyozimika. Lakini kila ndoto huja na majaribu yake. Katika nyumba ile ile ya udongo kulikuwa na kelele za ukosoaji. Maneno mazito yasiyohitaji kurudiwa, yaliyotilia shaka ndoto zake, yalimzunguka kama upepo wa dhoruba. Lakini Amani hakutikisika. Alibeba uchungu huo moyoni, akiugeuza kuwa moto wa kusonga mbele. Siku moja alipokea barua. Ilikuwa ya mkono, ya kweli na ya matumaini. Aliikumbatia kama mtoto anayekumbatia tumaini. Macho yake yalijaa machozi, si ya udhaifu, bali ya ushindi wa kimya. Barua hiyo haikuwa tu maneno, ilikuwa daraja la kuvuka mto wa mashaka. Katika ofisi ya jamii, mzee mmoja alimpa moyo. Aliamini ndoto ya Amani bila kuuliza. Na kwa mara ya kwanza Amani alihisi, sio peke yangu tena. Muda ulisonga, miaka ikapita. Siku moja mbele ya jengo la chuo kikuu, Amani alisimama. Akiwa amevaa kofia ya mahafali na joho, akiwa na cheti mkononi, alitabasamu kwa fahari isiyofichika. Lakini hakusimama hapo. Kwa sababu ndoto yake haikuwa tu kujinasua. Ilikuwa kuwavuta wengine kutoka giza kwenda nuru. Hii ni hadithi ya msichana aliyeamua kutosikiliza sauti za kukata tamaa. Msichana aliyesoma gizani ili awashe mwanga wa kesho. Hii ni hadithi ya Amani. Na kama yeye, kila kijana anaweza kuwa mwanga katika giza la dunia. Usikate tamaa kamwe. Asante kwa kunisikiliza. Karibu tena.